Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni tena katika kipindi cha mgeni wetu. Na leo tupo na mtaalamu mmoja wa mambo ya vijana. Na niamini kabisa kwamba tumebarikiwa. Yaani kuanzia na wasiliana naye mpaka amefika hapa. Mimi kwangu ilikuwa ni baraka mkubwa. Tumefurahi sana na naamini na nyinyi mtabarikiwa sana na mtajifunza vitu vingi sana kupitia yeye, na naamini kupitia ushauri wake kwa namna moja ama nyingine vijana, lakini hata wazazi, kuna namna mtabadilishwa mtazamo na jinsi ya kulea vijana, kuwaelekeza ili kuleta maendeleo katika nyanja za kijamii, kiroho, lakini pia kiuchumi. Basi karibu sana Dada Sarah. Asante sana. Tumefurahi sana kuwa na wewe hapa studio. Nashukuru sana. Sisi kwetu ni baraka, lakini pia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wangependa kukufahamu zaidi. Briefly, Dada Sarah ni nani? Majina yangu naitwa Sarah Sonero. Yes, yes. Au Mrs. Mwigune. Nimeolewa. Nina watoto 5. Ni mfanyakazi wa kampuni za sekta binafsi. Na nimekuwa kazini kwa zaidi ya miaka 20. Na pia natoa huduma na nahudumia kanisa ambao mahali popote ninapoabudu nimekuwa nikijishirikisha katika kazi za kijamii za kanisani. Nampenda Yesu. Amina. Na nampenda sana Yesu. Labda niseme hivyo tu kwa kifupi. Kwa kweli unaonekana unampenda Yesu, kwa sababu unaponiambia hapo kwamba ni mwajiriwa, ni mke, ni mama, Ndiyo. na bado unatoa huduma kwa vijana. I'm like, how do you get to balance all these? Ni neema ya Mungu. Niseme ni neema ya Mungu kwa sababu kuna wakati sio rahisi sana kwamba uweze kuwa mwajiriwa, kampuni na kutegemea, uweze kuwa mke, mume anakutegemea, uweze kuwa mama, watoto wanakutegemea, na pia uweze kuwa mtoto kwa sababu tuna wazazi ambao pia wanatutegemea. Lakini neema ya Mungu inatuwezesha kufanya hayo yote. Kama ilivyoandikwa kwenye Wafilipi kwamba ninayaweza yote katika yanitiaye nguvu. Lakini namshukuru Mungu pia kwa kuweza kuniwezesha kufanya hayo ambayo ninayafanya, kwa sababu si rahisi sana, lakini pia si kwa nguvu zangu, ni neema ya Mungu. Amina. Yeah. Karibu sana. Sisi tumebarikiwa sana kuwa na wewe hapa. Amina. Na nikapewa maelekezo ya kwamba wewe ndio mtaalamu wa hivi vitu. Na kama ilivyo ada, kipindi hiki cha mgeni wetu ni kipindi ambacho ni sehemu ambapo tunapokea mashauri, lakini pia elimu kuhusu vitu mbalimbali, hoja mbalimbali ambazo tunakutana nazo katika jamii, katika kuleta maendeleo bora katika ulimwengu ambao tunaishi kwayo. Hoja yetu ilikuwa ni maono, akili na muda, lakini ni misingi ya kijana wa Kikristo. Sasa Sister Sarah, watu wengi tunasikia maono, lakini unajua kwenye hizi taasisi za kidini maono imekaa kana kwamba imekaa kama kiroho sana. Utatusaidia? Yaani kana kwamba maono ni engo fulani ya kiroho tu, yaani tukapewa maono ya kusoma fungu fulani, kapewa maono kaonyeshwa, imefika mbali mpaka wengine wanambia nimeonyeshwa kesho itakuwa hivi, lakini kumbe maono haya yanapaswa yawe ni sehemu ya kijana au ni muongoze kijana katika kufikia wito wake au katika kuishi wito wake. Sasa kwa ndugu watazamaji na wasikilizaji, maono in a very definitely manner, maono ni nini? Nashukuru sana Lulu. Nitaeleza kwa uelewa wangu. Correct. Najua wako wataalamu zaidi ambao wanaweza kuelezea ili kitaalamu zaidi, lakini nitaeleza vile ambavyo naweza kuelewa. Yes. Maono ni kuona mbali. Vision. Unaona nini mbali, kuona mbali. Lakini pia ni maisha, ni picha ya maisha unayotamani kufikia. Kulingana na kusudi la Mungu. Bila maono mtu huishi kwa kubahatisha. Kabisa. Kwa sababu ili uweze kufikia ndoto zako, lazima uwe na maono ambayo uwe na vision kwamba hiki ndicho natarajia kukifanya. Lakini kwa definition nyingine unaweza kusema maono ni taswira ya ndani inayomuelezea mtu kwenye kusudi lake maishani. Ni wito ambao unaonyesha sababu ya kuwepo kwa mtu. Maono hujenga mwelekeo, uthubutu, uvumilivu,
katika maisha. Kwa hiyo maono ni taswira ya ndani zaidi ya mtu. Ni nini ambacho unataka kiwe, kwa sababu tunaamini kwamba bila ndoto huna chochote. Kwa lazima iwepo ili uweze kujipanga kulingana na kile unachotaka kukifikia. Kwa kifupi naweza nikaeleza hivyo, lakini pia tukifungua Mithali 29:18 kama dada Lulu unaweza kanisomea. Sawa sawa. Mithali 29:18. Ndio. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Nashukuru sana. So umeona? Kwa pasipo maono. Pasipo maono mtu hujiachilia. Ndio. Yaani afadhali yeye ashikae sheria, kwa sababu unapokuwa na maono ina maana utakuwa na sheria pembeni ambayo itakuguide kuweza kufikia yale maono ambayo umeandikiwa. Lakini pia hiyo naiongelea kidini zaidi. Lakini hata katika maisha, hata kwa wasioamini, tunaona wengi wasioamini wamefanikiwa, wana mafanikio makubwa. Kwa nini? Kwa sababu wanafuata maono. Kwa sababu sheria kufuata maono haina dini. Yes. Haina dini. Kwa ni wewe na wewe kuangalia kwamba nataka kufika mahali hapa. Lakini ili niweze kufika mahali hapa nini kifanyike? Nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Ili niweze kuwa mfanyabiashara mkubwa natakiwa nianze na nini? Kwa utajikuta huko nyuma kuna discipline, kuna jinsi ya kutunza kutokufuja pesa, kuna nidhamu, kuna akili na muda. Ndio tunarudi kwenye somo letu kwamba akili yako unaitumiaje na muda unaotumia vipi kuweza kufikia maono yako. Kwa hivyo vyote vimeenda sambamba pamoja. Kwa hiyo unapokuwa na maono ndo pale sasa akili inaanza kucheza kwamba nini, njia ipi niweze kutumia niweze kufikia ninapotaka kufikia, lakini kwa muda gani? Kwa sababu ule muda pia unadetermine kuweza kufikia ndoto yako mapema. Ndio. Na unadhani kizazi hiki dada kinaelewa hizi mambo za maono, au unaona kana kwamba ni bado pana kitu kifanyike? Kwa sababu mara nyingi sana tunasikia kwenye jamii, unasikia maneno tofauti tofauti, na ndio maana nikaomba ni tupate maana ya maono ili tuweze kujua maana halisi ya maono ni nini. Lakini pia ukisikia neno akili, unasikia tu mtaani watu wanaongea. Mzazi anaweza kumwambia mtoto, huna akili. Lakini unaweza kusikia darasani mwalimu anamwambia mtoto, huyu ana akili sana. Unaona? Yaani hivi vyote unaweza kuona kama kana kwamba pana maana halisi ambayo hatuitambui au tunaitumia tu in general, lakini labda ina maana yake kabisa ambayo inatusaidia au inamsaidia kijana katika kukaa sehemu fulani katika jamii kufikia malengo yake namna moja ama nyingine. Nashukuru sana kwa kuelezea hivyo, lakini pia kwa sababu tunaongelea maadili ya vijana wa Kikristo, ningetamani sana tuende na neno ili liweze kutuguide. Tukifungua Mithali 18:21 inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Sasa narudi kwenye ule mfano ulioelezea kwamba mzazi anamwambia mtoto huna akili. Mauti na uzima. Simeelewa katika hilo neno. Inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yao. Sasa hili linakuja zaidi kwa sisi wazazi. Tunawaambia nini watoto? So kabla sijafika hapo, labda ningeelezea akili ni nini. Akili ni zawadi kutoka kwa Mungu. Inaweza kufanya maamuzi, inaweza kukuwezesha kufanya maamuzi sahihi, kuelewa neno la Mungu na kutambua ukweli na uongo. Kwa hiyo akili ni kitu ambacho Mungu amekitoa zawadi, na kila ndio maana semaga akili ni nywele kwa kila mtu ana zake. Ni zawadi ambayo Mungu ameitoa kwa kila mtu anayo. Lakini wazazi tuna nafasi kubwa ya kuweza kumfanya mtoto wetu aweze kuenenda vizuri na aweze kuitumia akili yake vizuri. Lakini tusiposimama kwenye nafasi yetu, ni rahisi sana akili hiyo ikiweza kutumika vibaya na mtoto wetu akaja kuishia mahali pabaya kwenye uovu. Tunaonaga hata ukiangalia majambazi hawaendi bila akili. Unajua wanatumia akili, si ndio? Watu wote wanaofanya uharibifu wanatumia akili, lakini hata wanaofanya mema wanatumia pia akili. Kwa akili ni hazina na ni zawadi mbele za Mungu. Lakini ikirudi kwenye ule mfano kwamba mzazi anamwambia mtoto huna akili, unachokipanda unakivuna. Kwa hiyo natamani sana sisi kama wazazi tuwe
positive. Tuwe na mtazamo chanya juu ya watoto wetu. Pale unapomwona mtoto wako ni dhaifu, mwambie ni imara. Amina. Pale unapomwona kwamba unaona kabisa uwezo wake hauko sawa, mwambie unaweza. Ndio. Una akili, kwa sababu tunapandikiza kile kitu tunachokinena, kwa sababu ulimi una uzima na mauti. Kwa sisi tunapandikiza akili kwenye mtoto. Kwa unapoona hivyo, badala ya kumwambia huna akili, wewe ni mjinga kabisa, hapana, wewe ni mwelevu na una akili sana. Badilika hapa. Tumia akili zako vizuri. Tujaribu kuangalia lugha ambayo inakuwa haimuumizi sana mtoto, lakini inakuwa kwenye upande wa chanya zaidi. Kwamba hii akili yako itumie vizuri. Huku nako kwenda sio sawa. Kwa upande mwingine umwambie kwamba hii akili ni mbaya. Lakini baada ya kumwambia mbona unaambia akili yako unaenda sio sawa. Kwa tujaribu kuangalia jinsi gani tunapandikiza kwa watoto wetu. Kwa sababu ukimwambia ni mjinga, atakuwa mjinga kweli. Ukimwambia hana akili, zitaondoka. Kwa sababu mzazi umesema, umenena na unalolisema. Kumbuka shetani pia, shetani ni mshtaki wetu. Yes. Wakati wote anakaa na angalia tunanena nini. Kwa ukisema ni mjinga, hata Mungu akitaka kumpa anambia mamake alishasema ni mjinga. Ndio. Kwa nini wewe umwezeshe, mwache abakie kwenye ujinga? Kwa sababu ana ile hati halali kulingana na kile ambacho wewe ulikitamka. Kwa akili ni zawadi ambayo kila mtoto anayo, na akiweza kuitumia vizuri, ama kijana wa sasa akiweza kuitumia akili yake vizuri, ana uwezo mkubwa wa kufikia maono yake mapema, lakini pia kujenga familia iliyo bora na kutumika vizuri, kutumia ile nafasi yake, kuitumia vizuri kwenye jamii, kwenye kanisa la leo, lakini pia kwenye familia. Sasa ndugu watazamaji na wasikilizaji, nilisema kuanzia mwanzo kwamba hatuwezi kumuongelea kijana pasipo mzazi. Wazazi sasa mmeona mmefikiwa. Kuna namna maongezi yetu, maongezi yenu yanaenda kupandikiza roho ambayo labda ilikuwa haipo, na labda ulitakiwa uinacha katika namna sahihi, na kwa maneno yako tu already ukafunga hatima ya mtoto wako kuwa nzuri, kwa sababu kama mlivyomsikia jamani, shetani ni mshtaki. Kwa hiyo tupande maneno yenye uzima ili tuweze kuvuna mema. Sister Sarah, tuelezee kidogo kuhusu muda. Kwa sababu hapa maono, akili na muda. Tumeshaona maono, akili, lakini muda pia muda ni nini na unachangia vipi katika kumjenga kijana wa Kikristo? Lulu, kabla tujaendelea, ningetamani pia tuangalie maandiko, kwa sababu tunayaweza yote katika neno. Na maandiko ndio yanayotufundisha, kwa sababu anasema tunaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa yetu yako wapi? Yako kwenye neno la Mungu. Kwa natamani tufungue Mathayo 22:37, tuangalie juu ya swala la akili. Mathayo 22:37. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Umeona akili inapotumika? Unaona akili imeenda kwenye kila dimension sasa. Yes. Sawa sawa. Umeona kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote. Na maandiko pia yanatuambia kwamba ili uweze kupata mema lazima umpende sana Mungu. Yaani ukijiweka sana karibu na Mungu ndipo yale mema yanapokujia mengi. Lakini unampendaje Mungu? Kwa unampenda kwa akili. Sasa akili ni zipi? Ndio zetu tunazungumzia zawadi, kwamba zile akili zako badala ya kuzipeleka ukatenda uovu, basi zile akili zitumike kutenda yaliyo mema. Na naweza nikatoa mfano huu kwamba katika kanisa ile kwenu umeamua kuweka kitu kinaitwa kanisa mbashara. Hii ni akili. Si ndio? Kanisa mbashara hii ni akili, kwa sababu kuna mmoja amekaa katafakari akawaza akasema kwamba tunahitaji hiki. Lakini ukiuliza maono yake yalikuwa ni nini? Kuna maono yalikuwa attached kwenye hii kanisa mbashara, kwamba aliona kwamba tukikaa kwenye kanisa mbashara tutafikia vijana wengi, tutafikia watu wengi, lakini pia hata tunayozungumzia yatakuwa sio manufaa ya watu wachache, lakini yanaweza kama manufaa ya watu wengi pia. Kwa hiyo ni akili ambayo imetumika. Lakini tukirudi hapo hapo kwa kutumia mfano huu, haya yalikuwa ni maono, lakini ikatumia akili. Ndiyo. Na muda. Ndio.
Kwa unajaribu kuwaza kwamba kabla hajafikia ni muda gani umetumika hapo katikati. Akaanza kuwaza kwamba okay, sio jambo la kuchukua, sio long term goal, ni short term goal, kama ni something ambayo inabidi ifanyike kwa muda mfupi huu ambao upo. Kwa hiyo jitihada zikafanyika on the background mpaka leo tuko hapa tunaweza kuzungumza na watu wengi wakaweza kutusikia. Kwa hiyo akili iko attached na vitu vingi. Naomba tufungue Marko 12 mstari wa 30. Marko 12 mstari wa 30. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Umeona? Ndiyo. Kwa akili iko kila mahali. Tena hapa katuongezea na nguvu zako zote. Nimeona. Lakini vijana ndo wana nguvu zaidi. Dada Lulu, leo wewe nguvu ulizonazo sio nizonazo mimi. Sawa. Mimi tayari naanza kuzeeka, si ndio? Nimeshaingia kwenye utu uzima, lakini wewe bado ni kijana, kwa una nguvu. Kwa hiyo unatakiwa kumpenda Mungu kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Lakini haikuishia hapo. Hebu soma Zaburi 111 mstari wa 10. Zaburi 111 mstari wa 10. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Wote wafanyayo hayo wanaofahamu mzuri, sifa zake za dumu milele. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Kwa tunarudi pale pale, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako, kwa akili zako zote, kwa nguvu. Hapo akakumalizia kwamba kumcha Bwana. Ndio. Kwa hiyo huwezi kumcha Bwana kama humpendi. Ili uweze kumcha Mungu lazima umpende kwa muda wako, kwa akili zako, kwa nguvu zako. Na kumcha Bwana ni nini? Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo viko attached to that. Si ndio? Dada Lulu, uko hapa leo na unafanya kazi ya kumtumikia Mungu. Ndiyo. Lakini tunajiuliza katika kizazi hiki, vijana wangapi ambao wanajitolea kufanya kazi za Mungu? Vijana wanahisi kwamba leo akiambiwa kwamba tunasafisha kanisa ni kazi ya watu wazima, wazee. Ndio. Kusafisha kanisa ni kazi ya watoto ama kuna watu walioajiriwa specifically. Lakini wanasahau kwamba haufanyi kwa ajili ya kanisa, unafanya kwa ajili ya Mungu. Kwa unapochukua hili jambo kumcha Bwana, ukachukulia kwamba chochote ninachokifanya nafanya kwa ajili ya Mungu, utajitoa sana. Ndio. Utajitoa sana. Mimi naweza nikakupa mfano mdogo tu kwamba kuna wakati nilikuwa nakaa nyumbani lakini nawiwa kwenda kufanya usafi kanisani. Niende tu nikadeki, nifanye usafi. Sio nafanya kwa ajili ya kanisa ama nafanya kwa ajili ya mtu, nafanya kwa sababu nampenda Mungu. Nafanya kwa ajili ya Mungu wangu. Kwa hiyo ukimpenda Mungu kwa roho, kwa moyo, kwa nguvu na kwa akili, hivyo vitu vyote vinakuja. Kwa hiyo inatokea kanisa, naweza nikachukulia mfano sasa hivi makanisa mengi utakuta labda yanajengwa, kuna ujenzi unaendelea, mengine unakuta kuna ukarabati unaendelea. Vijana wa sasa wanatoa mchango gani? Sadaka yake ni nini katika ile? Unaweza kukuta kwamba hana kazi, uchumi bado haujakaa vizuri, lakini na nguvu je? Anazo. Katika hayo maneno tulosoma kuna mahali amesema mpende Bwana kwa uchumi wako wote. Hapana. Imetumia akili, imetumia nguvu, imetumia moyo na roho. Sasa kama imetumia nguvu na tunaamini kwamba vijana ndio wenye nguvu, unatoaje sadaka yako kumtumikia Mungu? Unatoaje ile unampendaje Mungu kwa zile nguvu kama hautajitolea? Sio, unanielewa? Kwa hiyo tunatamani sana sisi ambao watoto wetu ambao wanakuwa sasa hivi utakuta wamemaliza vyuo wanashinda nyumbani. Sawa, kuna kutafuta kazi, lakini huwezi kutafuta kazi peke yako bila Mungu ukategemea utapata matokeo chanya. Lakini unapomtafuta Mungu, na sio maombi peke yake. Unajua kuna ile imani ya kwamba nitaomba tu, unaomba na action. Sasa action inakuwa kwamba unamwomba Mungu lakini pia unamtumikia Mungu ili Mungu apate sababu ya kukufungulia, apate sababu ya kukuconnect. Kwa sababu unaweza ukaenda kanisani ukawa unafiga usafi, akatokea mzee wa kanisa mmoja na kampuni yake. Akasema kijana, nimekuwa mnyenyekevu sana hapa kanisani, kwa hata nikimwajiri atakuwa ni resource nzuri ya kampuni.
hapo Mungu anakuwa amejibu maombi, si ndio? Ndio. Wewe umeomba lakini hukujua Mungu atapitia njia gani. Sasa ukiomba ukajifungia ndani pia ni changamoto. Kwa unamwomba Mungu lakini pia unatoka. Sawa. Kuna mtumishi wetu mmoja ambaye tulikuwa tukienda Morning Glory kusali. Ikifika ule wa ibada ikiisha anakuambia muondoke kwa sababu hamtabarikiwa kwa kukaa madhabahuni peke yake. Okay. Kwa inabidi kwamba ili uweze kubarikiwa lazima ufanye kazi. Ndio. Sasa maandiko yanasema kwamba asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa kutumika kufanya kazi. Lakini unafanyaje kazi? Sasa ndio hiyo kwamba umeona huna cha kufanya, nenda kanisani. Naamini kabisa hata kama kuna kitu kinafanyika pale kanisani ukasaidia, mwisho wa siku unaweza ukapata posho ya asante, ukapata nauli ukarudi nyumbani. Lakini tusiweke pesa mbele kwamba chochote tunachotaka kufanya lazima nilipwe kwanza ama lazima kiwe na nguvu ya hela ndani yake. Sasa pale unakuwa hutumiki kwa ajili ya wale, lakini unatumika kwa ajili ya Bwana. Kwa tujitoe, tufanye kazi vijana, ili Mungu aweze kutubariki kulingana na kile ambacho tunakifanya. Ndio. Tunaendelea na Bible verses. Nimeona Bible verses bado ni nyingi. Verses ni nyingi, kwa hiyo zote zinatujenga. Zote zinajenga. Kwa hiyo naomba tuendelee. Thank you. Lulu, naomba unisomee Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 28 mpaka 30. Neno la Bwana linasema, ndio, maana hawa ni taifa wasioshauri wala fahamu hamna ndani yao. Laiti wangekuwa na akili hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Ndio. Mmoja angefukuzaje watu 1000, wawili wangekimbizaje 10,000, kama mwamba wao asingaliwauza, kama Bwana asingaliwatoa. Kwa hiyo tunarudi hapo kwenye akili. Kwamba light wangekuwa na akili hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Kwa hiyo tunaona kwamba bila akili hamna kitu kinaenda. Na tunaelewa kabisa kinyume cha akili ni nini? Ni ujinga. Si ndio? Kwa hiyo akili inabeba vitu vingi, na ninaamini kabisa kwa sababu akili ni zawadi. Mungu wetu apendelei. Kila kijana amepewa akili, lakini jinsi gani anazitumia hizo akili ndo tafsiri inakuwa tofauti. Kwa sababu ukizitumia akili vibaya ndo pale unaweza kwamba kijana ni mjinga. Sio kwamba hana akili, ila akili zake amezitumia vibaya. Akizitumia vizuri kijana ni mwelevu, ana hekima, kwa sababu zile akili amezifanya nini? Amezitumia vizuri. Lakini kama hatuna akili, kwa sababu kuna opportunity nyingi zinakuja, lakini je, tunaitumia akili yetu vizuri kuweza kuziutilize hizo opportunity? Si ndio? Kwamba kijana unaweza ukachukua kanisani ikawa ndo sehemu kubwa ya kukujenga, ikawa ndo sehemu kubwa ya kupata experience. Tunaelewa kabisa makampuni mengi yanataka mtu upate experience. Lakini kama hautajihusisha ukatumia ile akili yako kwamba okay, kwa kumbe naweza nikajifunza ujenzi hapa kanisani, nikaanza kushiriki nikajifunza, ukitoka ni rahisi sana kwenda kupata sehemu nyingine. Ama kuna huduma nyingi, kuna kuimba, si ndio? Kuna kwaya ziko kanisani. Kijana akaingia kwenye kuimba kwaya, kule atakutana na walimu wa kwaya, atajifunza. Kwa ni kuitumia akili yako vizuri, kwamba ukitoka hapo unakuwa na mwimbaji mzuri ukiimba nyimbo za kumsifu Mungu. Wengine wanapenda huduma, kutoa huduma, labda kuwa wahubiri wa makanisani, wa kwenye mikutano, lakini uwezo ukatoka tu ukaingia ukaanza kuhubiri, si ndio? Kwa lazima iwepo msingi wa kujifunza. So ukitumia akili yako vizuri kwa kukaa kanisani, kujihusisha na vipindi vya kanisani, ukajiunga tu hata kufundisha Sunday school, ukajiunga hata kufundisha, ndiko unakoweza kuanza kujifunza na kujenga ule msingi wa yale maono ambayo unayo. Kwa lazima utumie akili kuweza kuyafikia maono, lakini pia muda unakufeva vipi? Ukikaa ukasubiri, muda nao unazidi kwenda, utakuja kushukia unafikia wakati imefika wakati ule uwezi tena, huna zile nguvu za kukimbiza maono, lakini pia muda wako hauwezi kutosha tena. Kwa unatakiwa kutumia ule muda. Nichukulie kama vijana wengi, kabla hujaolewa uko single, unaweza kuwa una muda wa kufanya mambo. Ukatoka ofisini, labda kama ni mwajiriwa, ukafika kanisani ukafanya vitu viwili vitatu. Lakini ikatokea umeolewa, ukitoka kanisani unawaza uwai nyumbani, ukapike ama uwai watoto. Kwa hiyo unakuta tayari ule muda haujautumia inavyotakiwa. Kwa ule muda ambao uko single utumie inavyotakiwa, ili ukifikia level sasa kwamba umeolewa, umepata familia, umekuwa occupied, haujutii nyuma. Kwamba ningalijua ningefanya wakati ule nilikuwa na nafasi. Ningalijua ningeutumia ule muda nilikuwa na nafasi. Too late.
Sasa unajikuta kwamba majukumu yameongezeka na unatakiwa kufanya vitu vingine. Lakini pia tuje kwenye umri wa ujana, una mambo mengi unaweza kufanya, una nguvu za kufanya. Tofauti na ukifikia umri sasa, ukishaanza kurichi utu uzima, tayari unaanza kujuta, kipindi kile nilikuwa na nguvu, ningeweza kufanya hiki, ningeweza kuimba, ningeweza. Too late. Kwa tayari hukucheza na muda inavyotakiwa. Kwa muda haurudi. Yaani muda ukienda umeenda, hauwezi kurejesha nyuma. Kwa tukiutumia akili vizuri, tukautumia muda wetu vizuri, tunafikia maono yetu kwa wakati sahihi. Ndio. Imekaa vizuri kweli. Kumbe naona vyote vina mshikamano. Vyote vinaenda pamoja. Kwa haraka ninavyoviangalia naona vyote vinaenda pamoja. Huwezi ukaacha maono peke yake, akili peke yake, muda kumbe nao ipo katika. Lakini ukisema muda, sisi unamaanisha nini? Kwa sababu umeweka vizuri kwamba vijana wengi sasa hizi mna muda. Usisubiri mpaka ukaingia stage fulani, ukatoka hapo ukaanza tena kujuta kwamba ilikuwaje, mbona bado. Yes. Nashukuru. Muda pia ni zawadi. Leo kama tuna navigate kwenye zawadi ambazo Mungu ametupatia sana. Kabisa, tuna neema kubwa. Tuna neema kubwa sana. Mungu anatupenda kwa jinsi ya ajabu sana. Kwa muda pia ni zawadi. Vijana wengi hujikwaa kwa sababu ya kupoteza muda kwenye mitandao, wanapoteza muda kwenye burudani zisizokuwa na faida, wanapoteza muda kwa kuspendi na marafiki wabaya. Lakini muda kama muda ni zawadi pia. So kabla sijaenda mbele, ninaomba tufungue Mithali 4:16. Mithali 4:16. Ndio. Yes. Mithali 4:16 nasema, maana hawalali isipokuwa wametenda madhara, huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Endelea mpaka 18. Maana hao hula mkate wa uovu, nao hunywa divai ya ujeuri, bali njia mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Asante. Sasa hebu nirudie hapo, tunalalaje usingizi? Ndio. Vijana. Kijana wa Yesu, unalalaje usingizi? Hawa wanaambiwa kwamba hawalali. Hawalali isipokuwa wametenda madhara. So wakati wale hawalali wanatenda madhara, wewe kijana wa Kikristo unakuwa unafanya nini? Nalo neno. Tunazungumzia muda. Wewe unakuwa umefanya nini? Je, umelala fofofo? Je, uko klabu? Unakunywa pombe? Je, uko disco unacheza muziki? Je, unafanya nini? Wao hawalali mpaka wafanye madhara. Kijana wa Kristo unafanya nini? Kwa tunajaribu kuangalia jinsi gani muda ni wa thamani. Hawa ni upande wa pili. Hawalali mpaka wahakikisha wamefanya madhara. Lakini kijana wetu wa Kikristo wakati hao watu hawalali, yeye anakuwa anafanya nini? Kwa hapo tunajaribu kuangalia muda wako unauwekaje. Tunarudi pale, mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Sasa ukiweza kumpenda Mungu kwa roho yako, kwa akili zako, kwa nguvu zako, utatenga muda wa kukaa na Bwana. Ule muda wa kutafuta connection na Mungu, kwa sababu hayawezekani pasipo Bwana, si ndio? Tunaamini hivyo. Kwa kama tunaamini kwamba hakuna linalowezekana bila Mungu, haviji vyenyewe vidondoki. Lazima tuweke initiatives ya yeye Mungu kuweza kujua kwamba mtoto wangu yuko mahali hapa ananisubiri. Kwa hiyo kama kijana lazima upate muda wa kukaa na Bwana. Lazima upate muda wa kutafuta self connection na Mungu. Muda ambao wewe unautoa kwa ajili ya kutafakari ukuu wa Mungu, muda ambao unautoa kwa ajili ya kumshukuru Mungu, lakini kupeleka haja zako mbele za Mungu. Sasa ukiwa occupied na dunia, ikakuzinga, ikajaa na mambo yake mengi, huwezi kupata huo muda. Kweli. Huwezi. Utatumia muda wako vibaya. Sasa ukiutumia vibaya, matokeo ya ule muda uliotumia vibaya yanapokuja, unaanza kujuta. Wakati it's too late. Yamkini ungekaa ukatulia mbele za Bwana, ukautafuta uso wa Mungu, ukasoma neno, ukasikiliza mahubiri ya Mungu, ukapata muda wa kuingia ibadani na kwa sababu vijana wa sasa hivi ibada ni kama fashion. Kweli. Wengine hawaoni kama ni muhimu. Ndio. Lakini ibada ni lazima. Kwa sababu tumepewa siku zote 6 za kufanya kazi.
Lakini tukaambiwa hii ya 7 ni siku ya kupumzika na kumwabudu Mungu. Sio kupumzika kufanya starehe za dunia. Hapana, ni siku ya kupumzika na kufanya nini? Kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ni siku ambayo ilitolewa, yani Mungu aliiweka specifically ili ni siku ya kujinyenyekeza, kwamba ni siku ambayo tunaamua sasa kujitoa na nguvu zetu zote, akili zetu zote, kumpenda kwa roho, yani kujitoa, kwamba hii siku ni siku ya ibada. Unakaa kuna baadhi ya makanisa unakaa, kijana mchungaji anahubiri anaangalia muda. Umeona? Anaangalia muda, saa ngapi ibada itaisha. It's not your day. Ni siku ya Bwana, una haraka, unakimbilia wapi? Tujitoe. Kwa hiyo utakuta kwamba ni muda ambao sasa unaweza usione madhara yake wakati huo. Utakuja kuyaona baadaye kwamba kwa nini sikukaa nyumbani mwa Bwana. Kwa sababu andiko nasema nikae nyumbani mwa Bwana, ni utazame uso wa Bwana. Sasa kumbe tunapoingia ibadani mwa Bwana, tunaenda kutazama uso wa Bwana. Pale ndo tunapata connection zaidi na Mungu. Kwa hiyo tukiutumia ule muda vizuri, vijana wakiutumia ule muda vizuri, kuhakikisha kwamba siku ya ibada ni ibada, wanautumia ule muda kwa ajili ya ibada. Na hizi siku za kazi basi nafanye kazi. Japokuwa sasa katika siku unazofanya kazi, angalau tenga muda kidogo kwamba huu muda wa kazi, lakini nina huu muda wa kutafakari neno la Mungu, ama wa kuomba, ama wa kuingia. Lakini kizazi hiki tunakuwa tunaishi kama wapagani. Mtu anaingia ofisini hakumbuki kama kuna kuomba. Anaingia anaketi. Je, unajua wangapi walifika pale ofisini wakafanya vurugu siku huo? Kwa sababu hawalali. Tumesoma katika Mithali 4:16, hawalali mpaka wafanye madhara. Sasa hayo madhara yanamlenga nani? Tusijitoe, kwa sababu you never know kwamba ni wewe mhusika wa hayo madhara. Kwa sasa unaingia ofisini kama mpagani. Huombi wala humshukuru Mungu. Unamaliza kazi, huombi wala humshukuru Mungu. Unarudi nyumbani, maisha yanaendelea. Chakula kiko, huombi wala humshukuru Mungu. Unaingia kulala kama mpagani. Hapana. Kumpenda Mungu ni pia kutafuta uso wa Mungu. Kumpenda Mungu ni pia kutafuta neno la Mungu. Kwa mimi kama mama mwenye vijana, manake ni mama ambaye nina watoto ambao ni vijana tayari, ambao unajitahidi kuwashauri kwamba waanze lolote wanaotaka kulianza, waanze na Bwana. Asubuhi kunapokucha, kabla hajatoka kaenda bafuni kupiga mswaki au kufanya chochote, amwambie Mungu, ninakushukuru kwa zawadi ya uhai. Ninakushukuru kwa afya njema. Ninakushukuru kwa kuniamsha, kwa sababu unajaribu kutafakari wangapi walitamani kuamka siku hiyo. Hawajaamka. Wangapi wamefia usingizini. Wangapi hawakupata hiyo neema ambao unayo. Lakini unaamka asubuhi, mshukuru Mungu, asante kwa hii afya, asante kwa uhai ambao umenipa, ni zawadi. Lakini ukitoka hapo ukajiandaa ukaenda kazini, kabla hujafika ofisini kwako, mshukuru Mungu. Kama unatumia chombo cha moto, kabla hujashuka kwenye chombo chako cha moto, mwambie Mungu asante. Umenitangulia huko njiani, umenilinda na mabaya yote, nimefika ofisini salama. Basi naikabidhi siku yangu mikononi mwako, nifundishe wewe jinsi nipasavyo kutenda. Kwa sababu hata kule kwenye maofisi tunapokuwa, tufanye kwa mfano wa Bwana. Yaani kwamba fanya watu wanaporifaa wakurifaa wewe kama mfano bora. Usiwe referred kama mfano mbaya, kwa sababu tayari uko pale ukimrepresent Mungu. Lakini unapomaliza kazi, mwambie Mungu asante. Kuna mahali ukufanya sawa sawa, mwambie Mungu ni rehemu, ni udhaifu wa kibinadamu, lakini nakutegemea Mungu unifundishe nipasavyo kwenda. Maanake maandiko yanasema nitakufundisha jicho langu likikuangalia. Kwa hiyo tukisoma neno la Mungu, tukasimamia mistari ya Mungu, inatusaidia, kwa sababu yeye mwenyewe Mungu pia amesema kwamba uliangalia neno alitimize. Kwa unaposoma neno, ukasimamia mistari ya neno, ukaingia ukamshukuru Mungu, Mungu analiangalia neno, lakini hasa anaangalia connection. Do you really mean it? Tusiombe mdomoni, tuombe kwa kumaanisha. Kwa sababu Mungu anachoangalia roho yako, unamaanisha. Kwa tukiweza kutumia muda wetu vizuri, tutayaona mema ya nchi. Amina. Na Mungu tutaona baraka zake zikiflow kwetu. Yani baraka nyingi zikiendelea kuja kwetu. Na kila unaloliomba utaona Mungu akilijibu. Kwa nini? Kwa sababu umetumia muda wako vizuri, lakini pia umejitoa kwake kwa roho na nafsi na nguvu na kila ulichokuwa nacho. Ndio. Sawa sawa. Nimejifunza kitu hapo napo, kwa sababu mara nyingi sana
siku ya 7 hii tumeambiwa kupumzika. Tumeona mapumziko imekuwa ni kwenda sehemu za starehe. Sisi umetufungua akili kwa sababu unaambiwa kupumzika ukamalizia na kumwabudu Mungu. Hii ni pata ambayo mara nyingi sana tunairuka. Hii ya pili. Yaani ukishafika kupumzika basi kijana anaona bora akae nyumbani. Anasema anapumzika, analala kwa sababu amefanya kazi siku 6. Huyo siku analala. Lakini wengine kupumzika kwake ni kwenda sehemu za starehe, kunywa, kupati, vitu kama hivyo. Lakini kumbe tunatakiwa kupumzika na kumwabudu Mungu. Umeiweka vizuri sana, umesema pale kanisani unatakiwa uende kuangalia uso wa Bwana, sio issue zako. Ni siku kukutana na uso wa Bwana, kuangalia uso wake na kupata maarifa na hekima. This is so profound, sis. Asante sana. Maana tunachanganya katika kupumzika kwetu. Ilikuwa tunachanganya kupumzika tu, kukaa usifanye kazi, lakini wengine ndio hiyo kwenda sehemu za starehe. Kumbe ni kwenda na kumwabudu Mungu. Tuna siku 2 za weekend. Ndio. Si ndio? Tuna Jumamosi, tuna Jumapili. Kuna wanaoabudu Jumamosi, basi itumie Jumamosi kumwabudu Mungu. Anayeabudu Jumapili basi aitumie Jumapili kumwabudu Mungu. So tumepewa nafasi kwa sababu katika hizo siku 2 una siku moja ambayo unaweza ukafanya shughuli zako zingine. Japokuwa sisemi uende kwenye party, uende kwenye disco, kanywe pombe. Si mama ambaye anaweza kukushauri hayo yote, hapana. Lakini ni muda wa wewe kufanya vitu. Naomba tusome kwanza Waefeso 5:15 na 16. Sawa, Waefeso 5. Waefeso 5 mstari wa 15 na 16. Efeso 5:15-16. Ndio. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenda. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mkiukomboa wakati, kwa maana nyakati hizi ni za uovu. Umeona? Nafikiri nimejibu. Si ndio? Mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Sasa inategemea wewe unawaza nini. Akili yako inakutuma ufanye nini? Je, ni kwenda kufanya vitu vya starehe ambavyo unajua baadaye havitakusaidia, ama ni wakati unaweza ukautumia kufanya vitu vya msingi ambavyo baadaye vinaweza kukusaidia? Kwa sababu nasema angalieni basi jinsi mnavyoenenda kwa bidii. Lakini hiyo bidii yako unaiweka kwenye nini? Tusiwe kama wajinga. Maandiko yanasema. Lakini tunafanyaje ili tuweze kutokuenenda kama wajinga? Bidii yako unaweka kwenye nini? Kwenye nini? Kwa sababu kila kitu kina majira yake na wakati wake. Tukisoma Mhubiri 3, naomba usome Mhubiri 3:1. Mhubiri 3 mstari wa 1. Neno la Bwana linasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Amina. Kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini wewe ule muda, haya majira yako umeyatumiaje? Kwa sababu kuna majira ya kupanda, huwezi kuvuna. Si ndio? Kuna majira ya kuvuna, huwezi kupanda. Na ndio maana Mungu aliweka majira pia. Kuna majira ya mvua, kuna ya kiangazi, kuna ya baridi yako. Huwezi kwenda tofauti na jinsi Mungu alivyokwenda. Kwa sababu ukienda tofauti hautapata matokeo chanya. Sasa hayo majira ambayo tumepewa katika maisha yetu, kuna majira ya utoto, itakuja ujana, itakuja utu uzima, itakuja uzee. Sasa uwezo ukasema majira ya ujana utaenda kuyafanya wakati wa uzee. Correct. Haitawezekana. Au majira ya uzee au ya utu uzima ukasema kwamba nitafanya utoto. Itakuwa awkward. Haiwezekani, si ndio? Kwa hiyo kila jambo lina wakati wake na majira yake. Sasa majira yako wewe unayatumiaje? Ukijifunza kuthamini muda sasa, utavuna matunda yake miaka ijayo. Kwa hiyo unatakiwa kujifunza kupanga muda wako kwa sala, kujifunza neno la Mungu na kutumikia wengine. Kutumikia wengine. Oh, wow. Hiyo inaingiaje Dasara? Inaingia kwa sababu okay, tusiwe binafsi sana. Unajua kuna ile mtu ambaye unakuwa yani wewe ni wewe tu katika kila jambo. Hapana. Kuna wakati hata wa kutoa huduma kwa wengine. Sawa. Kutumikia wengine kunaweza kuwa kuna maana nyingi tofauti. Tuna vituo vya watoto yatima vingi sana. Sawa. Hawahitaji kitu kikubwa sana. Wale wanahitaji wakati mwingine faraja tu. So ni mfanyakazi ukapata hela yako ukanunua hata machungwa tu kabeba. Ukaenda pale ukasema leo nimekuja kupiga story na watoto.
ukaongea na mtu akitua akakusanya wale watoto ukaongea nao ukashare nao neno la Mungu ukafanya chochote, umetumia ule muda, umetumia kwa wengine, si ndio? Ukaenda hospitalini kuona wale wagonjwa. Kuna wagonjwa tukiangalia kama hapa Dar es Salaam Muhimbili, kuna wagonjwa ambao hawana ndugu hata kuwatembelea, lakini wewe unaua muda, hata ukatenga ukaona wawili tu, kapelekea tu machungwa, kamfariji, ukaongea naye mawili matatu, ukaondoka. Umetenga muda kwa ajili ya wengine. Lakini pia unaposikia jirani yako amepata shida, kuwa msaada wa karibu. Unajua sasa hivi kuna sasa ulioko na hizi vurugu za sasa moderate life, watu wanajifungia kwenye mageti, jirani akipiga kelele anambia no, it's none of my business, it's none of my business. Anaona kwamba hayamuhusu. My friend, tunaishi kwa ajili ya wengine. Vile ambavyo wewe unaishi kwa ajili ya wengine, hata wao wanaishi kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo tuliumbwa hivyo kwamba lazima kusaidiana kupo. Kusaidiana kupo, na utu wako na hekima inaonekana zaidi pale ambapo unaweza kujitoa kwa ajili ya wengine. Mwenzako, jirani, kwa sababu anasema kwamba asiyejali wa kwao ni mbaya kuliko asiye amini. Ni neno la Mungu. Lakini unaposema kumjali wa kwenu, maana yake nini? Ni kutoa muda pia kwa ajili ya wengine. Mtu ana changamoto, toa muda wa kumsikiliza. Mtu anapita mahali, toa muda wa kumsaidia. Una jirani yako, una rafiki yako, una ndugu yako, yamkini amejifungua hana msaada, una nafasi. Hata ukienda for 2 hours ukasema leo nimekuja nitakusaidia tu kufua nguo, labda nina ratiba zingine. Umefanya kitu. Umefanya kitu. Ukaenda ukakuta ni mjamzito amechoka, akamwambia nimekuja leo nataka nikudekie. Ukamdekia ukaondoka. Umetoa muda kwa ajili ya wengine. Na kumbuka hivyo vitu havifananishwi na pesa. No matter una hela kiasi gani, vitu vya jamii lazima uvifanye. Nitakupa mfano mmoja. Tulikuwa na mchungaji wetu mmoja, alitupa ushuhuda, ni miaka mingi kidogo. Anasema kule kwao kulikuwa na, unajua hizi jamii za vijijini kwamba ikitokea msiba watu wanakusanyika pamoja, wana kijiji watachimba kaburi, watafanya hivyo vyote. Sasa huyu mtu alikuwa na pesa sana. Kwa kila akifika kwenye majukumu kama hakai, anatoa pesa anaondoka. Chochote kitokea anatoa pesa anaondoka. Kwa hiyo ikawa ni hivyo kawaida yake, lakini hajumuiki kulia pamoja, kujumuika pamoja na wale watu. Akajiona kwamba kwa sababu ana pesa nyingi, ni mtu wa class kubwa, kwa ikawa kama hafanyi hivyo vitu. Ikaja ikatokea akapata msiba ndani mwake. Wanakijiji walikusanyana, wakachanga pesa, wakampa, wakaondoka. Hakuwepo hata wa kuchimba kaburi. No. Yes. Okay. Sasa pesa ichimbe kaburi. Pagumu hapo. Pesa ipike chakula, pesa ilie msiba na wewe. Nobody. Kwa unajikuta kwamba tunapoishi katika hii jamii lazima pia tujishushe. Yes. Tujichanganye. Haijalishi umefanyikiwa kwa kiasi gani. Kuna mazingira ambayo inabidi ufanane na wao ili maisha mengine yaendelee. Jishushe kuwa kama wao, fanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usifanye kwa ajili ya nani ataniona, nitaonekana vipi. Mimi nasema ishi maisha yako, usiishi kwa ajili ya wengine. Na vijana wengi kinachowakosa sasa hivi wanaishi maisha kwa ajili ya mwingine. Nikifanya hivi nitaonekana vipi? Nikienda pale kwenye harusi, nikienda kuosha vyombo nitaonekana vipi? Hapana, fanya kwa sababu unataka kufanya. Usifanye kwa sababu unataka uonekaneje. Hii imeenda. Kipindi hewani ni mgeni wetu, na bado tuko na sehemu yako pendwa ambayo ni Segerea Adventist Media, ambayo inakuletea exclusives nzuri kama hizi ambazo zinatuelekeza kila siku jinsi ya kuishi katika jamii hii ya sasa hivi, ambapo mambo ya kisasa mengi yanaendelea, kuna kelele nyingi, lakini je, unabaki vipi njia kuu ambayo Kristo mwenyewe alituonyesha mfano kwayo na tunapaswa kuifuata kwa ajili ya kurithi ufalme wa milele. Lakini pana vitu dada umeongea hapa vina line sana. Kijana mwenzangu, na mimi umesikia kwamba bidii yako unaiweka kwenye nini? Hili ni swali ambalo natamani uondoke nalo. Wakati unafanya mambo yako mengine, angalia bidii yako unaiweka kwenye kila bidii ambayo unaifanya unaiweka kwenye nini? Kwa sababu mtaalamu hapa ametuambia majira yako jinsi ambavyo unayatumia, ukienda tofauti nayo huwezi kupata matokeo chanya. Sasa asante sana kwa kuwa hapa. Maki kila point ambayo unaongea mimi naona inazidi tu kutukuza, kutuongezea hekima na maarifa
ya kuenenda katika dunia hii ambayo sasa hivi already tunaona kuna madhara mengi na nyakati za uovu kama Biblia ambavyo imesema, lakini tunazidi kujifunza zaidi na kupata nguvu ya kusonga mbele. Until next time, host wako ni Lulu Nyange. Bye bye.